zitakuwa bayana siri. Dunia imefikia kwenye kiwango cha aina hiyo, bali leo dunia ilipofikia, mtoto wa kiume inapaswa achungwe zaidi kulikoni mtoto wa kike. Dunia ilipofikia leo, mtoto wa kiume inapaswa achunguzwe zaidi kulikoni mtoto wa kike. Yaani kama una mtoto wako wa kiume leo, ikiwa anatoka shuleni, hakikisha kuna baadhi ya vitu unafanya kumwangalia mtoto wako wa kiume. Kwanza, penda kukaa naye, kuzungumza naye, uwe unapenda kumtazama usoni. Yaani mtoto wa kiume ikiwa kashaanza kuharibiwa, ukikaa naye ukianza kumtazama usoni huwa hawezi, lazima inamishe macho chini. Hiki ni moja ya kipimo nawapa. Tatu, mkalishe mtoto wako wa kiume. Yaani dunia ilipofikia leo imefikia kwenye hali mbaya. Mkalishe kwenye kiti mtoto wako wa kiume, dakika 10 yupo kwenye kiti amekaa. Wewe uko mbele na yeye amekaa pale mbele yako, dakika 10 kakaa kwenye kiti. Ukimwona anaweza kustahimili kukaa muda mrefu zaidi ya dakika 10 kwenye kiti, yuko salama. Ukimwona kwenye kiti mara kafanya hivi, kanyanyuka hivi, anafanya hivi, anza kumwekea mashaka mtoto wako wa kiume. Yaani imefika mahala watoto wetu wa kiume tukae nao. Mazingira yamekuwa tunayazungumza haya kwa sababu kuna kesi nyingi za watoto wa kiume kuharibiwa. Mtoto wako wa kiume ifike mahala unampa mazoezi ya kuchuchumaa. Yaani unakaa naye unamwambia hebu chuchumaa kwanza, unamtazama. Ukimwona ana uwezo wa kuchuchumaa na baada ya kuchuchumaa ukamwona bado yuko salama, ujue mtoto wako yupo salama. Lakini ukimwona hawezi kuchuchumaa na akichuchumaa hali yake inakuwa ni mtihani, ujue tayari hali ishakuwa mbaya kwa mwanao. Jamii imefikia kwenye kiwango cha unyama leo tunavyozungumza. Ukitembea Tandale, ukienda Tandale, kuna kesi nyingi za watoto wa kiume kuingiliwa kinyume. Wadogo, sikwambii watu wazima, wadogo wanaingiliwa kinyume na maumbile. Wadogo. Ni nini kimewasababisha vile? Mazingira wanayoishi wale watoto. Baba hana muda na mtoto wake kukaa naye, kuzungumza naye. Mama hana muda wa kumfuatilia mwanawe. Mtoto anatoka, anakwenda shule, njiani anakutana na mtu, anamdanganya, anampa chipsi yai, anampa kuku, anakwenda anamharibu mtoto wa kiume. Unakuja kushtuka ni too late, mtoto wako kashaharibika tayari, kwa sababu hauna utamaduni wa kukaa na mtoto wako. Ukienda Tandale kuna hali mbaya, ukienda Manzese kuna hali mbaya, ukienda Buza kuna hali mbaya. Kuna hali mbaya namna watoto wanavyoharibiwa. Yaani inafika mahala mzazi anakuja kushtuka mwanawe kashaharibiwa, hana namna ya kufanya. Siku moja niwapeni kisa hiki cha kweli. Mimi nilipata kesi moja. Mama amekuja kushtukia mtoto wake wa miaka 5 ameharibiwa. Mtoto wa miaka 5 yuko nasari, miaka 5, kesi. Yule mama mtoto wake ameharibiwa. Na mbaya zaidi, ni bora ingelikuwa ndiyo kamshuhudia pale ndo mara ya kwanza, mara mbili. Yaani madaktari walipoenda kumpima wakamwambia yule mama, huyu mtoto inaonekana ili jambo ameanza muda mrefu. Miaka 5. Hebu fikiria muda mrefu huo kaanza kwa miaka mingapi? Yaani mtoto ana miaka 5, madaktari wamempima, wanathibitisha, wanasema kwa hali yake huyu mtoto inaonekana ameanza muda mrefu. Alianza akiwa na miaka mingapi? Kuna binadamu wana unyama kwa kiwango hiko katika dunia ya leo. Dunia imefikia katika mahala kama hapa. Sasa Uislamu unapinga hivi vitendo. Uislamu unapinga ushoga. Uislamu unapinga watu kuingiliana kinyume na maumbile. Ni haramu. Ni katika moja ya vitu ambavyo vinapelekea mtu asitazamwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule anayefanya vitendo vya kuingilia wenzie kinyume na maumbile, ajue ya kwamba hata maji ya bahari angekuwa yanatumika kutoa janaba lake alilokuwa nayo asingeweza kutosha. Yale maji ya bahari yale
ndio yatumike kutoa janaba lake, yale anayoyafanya yale majabahari hayawezi kutosha. Dhambi yake anayoifanya ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza watu wa Lut, aliwaangamiza, na sababu ya kuwaangamiza ilikuwa ni kuingiliana kinyume na maumbile, kwamba watu ilifikia kiwango walikuwa wanawaingilia wenzao kinyume na maumbile. Mwenyezi Mungu aliwaletea adhabu kali. Mwenyezi Mungu aliwaletea adhabu kali. Kwanza alikipindua kile kijiji chini juu. Baada ya kukipindua haikutosha, Mwenyezi Mungu akaleta mvua ya mawe, akashindilia pale. Haikutosha, Mwenyezi Mungu akaleta ndege wenye vijiwe, kila mtu mmoja ikawa inamdondokea pale pap, saga ikawa hakuna watu. Dhambi yao ilikuwa ni moja tu, dhambi yao ilikuwa ni kuwaingilia wanaume wenzao kinyume na maumbile. Mwenyezi Mungu akawaangamiza mpaka leo ile sehemu ukienda imepinduliwa kama chapati kwenye flampeni, kitendo cha kumwingilia mwanaume wenzio kinyume na maumbile. Leo imeonekana ni fashion. Tunajiuliza, mbona Mwenyezi Mungu apindui? Manake wakati ule wa Lut walikuwa wakifanya hadharani, leo vile vile ni hadharani. Ukiingia TikTok huko mashoga, ukiingia usiku TikTok kunakuwa na live zinaendelea. Yani kuna watu wanakuwa hapo live, mashoga wanakuwa hapo live. Bali kuna wengine wako Ulaya wanakwenda live na kuna watu wana join, na kuna watu wanaulizia bei gani unauza bwana. Yani mtu anakwenda kumuulizia mwanaume mwenzie na hana shaka. Niwachekesheni kitu kimoja. Siku moja nimeingia kwenye DM yangu ya Instagram. Nimeingia kwenye DM yangu nikakuta kuna mtu ameni DM message. Nilipotazama nikakuta kuna salamu alaykum shehe, nikamwambia wa alaykum salam. Baadaye nikakaa kuta message tena, shehe vipi hali yako? Kwema. Shehe naweza kupata namba yako? Nikamuuliza we nani? Mimi bwana mtu fulani naishi Magomeni. Nikamwambia okay. Nikamwambia ulikuwa una shida gani? Nikipata namba yako shehe ningekwambia. Nikamwambia hebu niambie una shida gani? Shehe nina message humu, nikiuona shehe ni mtihani. Yani mtoto wa kiume anakuapproach yeye, mtoto wa kiume anakuapproach, shehe bwana mimi nakupenda mawaidha yako. Yani inafika mahala mtoto wa kiume yani dunia imefikia kwenye kiwango hiko. Unamuuliza, kwani wewe mtihani huo upataje? Ambia shehe bwana mimi nimeanza zangu nikiwa mdogo ili janga. Yani wakati mwingine unaongea naye mpaka unasikia mwili unatetemeka. Umeanza lini? Ambia nimeanza toka nikiwa mdogo, toka nipo shule. Una miaka mingapi? Na sasa hivi na miaka 36 shehe. Na ana familia, ana mke, ana watoto wawili. Tazama, dunia imefikia kwenye kiwango hiko. Kwa hiyo kuna watu wapo katika mtandao huko, kazi yao ni kuweza kuwa-approach pia wanaume wenzao. Yani imefika mahala mtoto wa kiume anamapproach mwanaume mwenzie aende akafanya naye kitendo cha kumuingilia. Dunia imefikia katika mazingira kama hayo. Imefikia hapo dunia leo. Juzi nilikuwa naona waziri yule wa mambo ya kijamii, jinsia na watoto, alikuwa anazungumza kuhusiana na ukatili wa kijinsia wanaofanywa watoto. Alikuwa anazungumzia ukatili wa kijinsia. Lakini mimi nika comment katika moja ya peji zake, nikauliza, wanaofanya haya matukio tunawaona, yani kwenye mitandao wanajulikana, wapo kwamba fulani anajulikana wazi, amejiweka wazi kuwa ni shoga, na huyu binti anajulikana kuwa ana mtandao wa kuuza wanawake wenzia wanaoingiliwa kinyume na maumbile. Mbona serikali haichukui hatua? Unajua ili jambo likiachwa linaonekana ni jambo la kawaida. Yani watu wanaonekana na wanajulikana kwamba fulani anafanya jambo fulani, fulani anafanya kazi fulani, fulani yuko hivi. Mbona serikali haichukui hatua kwa wale watu? Mbona wanagiwa platform? Wengine mpaka kwenye majukwaa ya kisiasa wanaitwa, nao wanakwenda kupanda kwenda kuwanadi wagombea. Yani imefikia kiwango hiko kwamba inaonekana hawa watu wanagiwa platform, au watu wanafurahia kile ambacho wanakifanya. Hapa katikati ilifika mahala
mpaka viongozi wa dini wakawa nao wanatumika kupromoti ushoga. Dunia imefikia katika kiwango hiko, Tanzania imefikia kwenye kiwango kama hiko. Ndio maana leo mnaona ushoga umekuwa ni jambo la zamani. Ilikuwa akikatiza shoga hapo nje watu wote tunamshangaa, lakini leo anakatiza shoga hapo, hakuna hata mtu mwenye habari, anaona ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida. Ukipita katika baadhi ya maeneo, zamani tumezoea kuwaona wanaojiuza ni wanawake. Leo kuna baadhi ya maeneo ukienda, wanaojiuza ni watoto wa kiume. Watoto wa kiume, tembea, nenda Tandale kule, tembeeni Tandale, mimi nimezaliwa Tandale, tembeeni Tandale mkaone, wanaojiuza ni watoto wa kiume, sio wa kike tena, watoto wa kiume wanajiuza. Wadogo miaka 11, 12, 13, 10, wadogo wanajiuza. Na kuna watu kazi yao ndiyo hiyo. Na wallahi niwaambieni kitu, mkipata bahati ya kukaa na wale wanaoingiliwa, mkiwauliza hebu nyie wateja wenu wakubwa ni wakina nani, kuna watu wanawataja wengine ni maarufu kuwa ndo wateja zao. Yaani kuna mtu unamjua wewe ana heshima, ni kiongozi, kumbe yule naye ni mteja wake. Fulani, mbona mimi mteja wangu? Kuna wengine wasanii wakubwa, fulani mbona mimi ni mteja wangu? Kuna wengine ni viongozi wa dini, fulani mimi mbona ni mteja? Yaani ukikaa nao wale ukiwauliza, nyinyi nani anayenunua? Shekhe, kuna watu wana hadhi na heshima kubwa, ile ndiyo kazi yao. Yaani kuna mtu kafanya starehe, alafu mwisho wa siku akaona hakuna starehe ile kwa bora kama kumwingilia mwanaume mwenzie.